Kwa majina naitwa Millicent Awino Midang. Natoka Siaya County, Bondo District, Usigu Sub County. Mimi ni mama mwenye nimezaa watoto 4 na niko na bwanangu. Bwanangu anaitwa Charles Ochieng Ogambe. Na niko na watoto 4. Mimi nilipimwa nikapatikana na virusi vya ukimwi. Nilipimwa Uluo dispensary, ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 9 2023. Nilipatikana na virusi vya ukimwi. Sasa hao madaktari venye walinipima wananiuliza, Millicent, unaweza anza kumeza madawa? Nikasema pana, lazima nirudi nyumbani kwanza nieleze bwanangu vile maisha yangu iko. Na hiyo wakati nilikuwa mgonjwa sana, nilikuwa naendesha na nilikuwa nakohoa na vitu zilitoka kwa mwili yangu yote. Na sikuwa naweza kutembea na nilikuwa nasikia uchovu sana. Sasa venye nilienda huko walipima malaria hawakupata. Walipima typhoid pia hawakupata. Sasa waliniuliza, Millicent, unaweza kubali tukupime HIV? Nilisema ndio, juu nilikuwa mgonjwa sana. Sasa walinipima virusi vya ukimwi, wakaniambia, mama, uko na ugonjwa. Sasa itabidi tu uanze kumeza madawa. Nikasema hapana, wacha nirudi nyumbani kwanza, niende nimwambie bwanangu. Kurudi nyumbani, kulingana na venye nilipatwa na hiyo ugonjwa, ugonjwa iliongezeka kwangu sana kwa sababu nilikuwa na stress sana. Sasa kurudi nyumbani nilimwambia bwanangu. Nilikuwa nalia tu kwa sababu nimepatikana na hiyo ugonjwa ya ukimwi. Nilikuwa nalia. Kila wakati nilikuwa nalia na niko mgonjwa, hata siwezi fanya kazi zangu. Sasa kurudi nyumbani nilimaliza 1 week bila kurudi kwa hospitali. Hao madaktari walinifuata tena nyumbani mali nilikuwa naishi, wakaniambia, Millicent, utakufa juu ya hii ugonjwa, utakufa, itabidi uanze kumeza madawa. Wacha tena turudi tuende tukupime tuone kama bado uko na ugonjwa ama hauna. Tulirudi. Sasa hiyo ilikuwa tarehe 26 mwezi wa 9 2023. Tulirudi na hospitali, wakaenda wakanipima tena. Pale kunipima wakapata kama bado niko na ugonjwa. Walipima na 2 test. Moja ikatoka positive, ingine pia ikatoka positive. Wakaniambia, Millicent, uko mgonjwa, anza kumeza madawa ndio itakusaidia juu hali yako pia si mzuri. Nilisema sasa kuchukua hapa dawa karibu na mimi siwezi, juu hapa ni karibu na mali ninaishi. Afadhali naweza enda mali ingine niende nichukue dawa huko. Ndio walinituma niende Usigu. Nikatoka hapo tarehe 27 mwezi wa 9 2023 nikaenda Usigu. Usigu kufika pale nilieleza daktari vile hali yangu iko. Wakaniambia, hatuwezi weka kwa madawa kama baada hatuja kupima, lazima tukupime tujue kama uko na ugonjwa ukweli. Uwezi toka na maneno mali pingine na ukuje nayo hapa. Sasa hao madaktari pia walinitest, lab technician alinitest na 2 kits. Moja ikatoka positive, akasema wacha tena turudie ingine. Akarudia ingine hiyo kama walirudia ilitoka tu positive. Na hiyo wakati tulikuwa na bwanangu hapo, bwanangu pia walipima wakapata kama yeye ako negative. Sasa hapo ndio siku yenye waliniweka kwa madawa. Mimi walikuwa wananipea dawa ya HIV AIDS na bwanangu walikuwa wanapea dawa ya kuzuia ugonjwa inaitwa PrEPs. Hiyo siku ndio nilianza kumeza dawa. Ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 9 2023. Waliniweka kwa files. Alafu wakaanza kunipea madawa, wakanipea card. Kuna kadi ya yellow ya kuenda kuchukua madawa kila wakati nilikuwa naenda nayo, wanaandika tarehe hapo. Sasa hiyo siku ndio siku yenye nilianza kumeza madawa. Nilimeza madawa mpaka 2024. Sasa 2025 nilimeza madawa mpaka 2025. Na tulikuwa na mkutano Nakuru, mkutano ya manabii wakuu wa Jehova. Walikuwa Nakuru Menengai 7. Sasa watu walikuwa wanatangaza hiyo mkutano kila wakati, walikuwa wanatangaza. Sasa mimi pia nilisema, wacha kwa hii mkutano naweza pata uponyaji wangu, wacha nifuatilie hii mkutano.
Si kuwa na fare ya kuenda kwa hiyo mkutano. Sasa nilikuwa tu nyumbani, nilikuwa na watch K24 TV. Na nilikuwa nasikia Jesus is Lord Radio. Sasa ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 12 2024. Wakati manabii wakuu wa Jehova waliingia, nilichukua kadi yangu ya yellow yenye nilikuwa naendanga nayo kuchukua madawa, nikaweka kwa TV wakati alikuwa naomba akilaani magonjwa yote chini ya jua. Ndio nilichukua hiyo kadi yangu nikaweka kwa TV K24. Wakati niliweka hiyo kadi kwa TV, nilisikia utembeleo wa Bwana, nilihisi moto, nikaanguka chini. Na nilikuwa natokewa na joto pia nilikuwa nayo. Hapo mali nilikuwa nimeanguka, juu nilikuwa namlilia Mungu anikumbuke, juu nilikuwa nasikia uchungu juu ya hii ugonjwa. Mimi ndio niko na hii ugonjwa kwa nyumba, bwana wangu hana ugonjwa, watoto wangu wako tu sawa wote. Hawana ugonjwa. Hata watoto wangu walikuwa wanalia. Juu hao ndio walikuwa wananipea madawa kila siku. Madaktari walisema, Millicent, sasa utabidi uambie watoto wako pia wajue hii hali yako, watakukumbusha hata ukiwa umesahau juu ya kumeza dawa, watakuambia. Sasa hao pia walijua hali yangu. Hao ndio walikuwa wananipea dawa ikifika saa 3 za usiku, wananiambia mama, hujameza dawa, meza madawa zako. Walikuwa wananikumbusha, hata bwanangu alikuwa ananikumbusha hata akiwa wapi, ananipigia simu, mama umeshameza dawa kweli? Sasa nilikuwa nahisi uchungu sana, juu mimi ndio nilikuwa na hii ugonjwa kwa nyumba yangu na watoto wote hawana ugonjwa. Bwanangu pia hakuwa na hii ugonjwa. Sasa ndio maana nilikuwa namlilia Mungu anisaidie, aniondolee hii ugonjwa, aniondolee. Sasa hiyo wakati ndio Mungu alinitembelea. Hapo ndio nilianza sasa tena, wacha nianze safari, nirudi kwa hospitali, niende nijipime nipate kama Mungu alinitembelea. Ndio nikaanza mwendo sasa. Ilikuwa mwezi wa 2 nikarudi Ulungo. Kufika pale walinipima, wakapata kama niko negative, sina ugonjwa. Nikarudi nikakaa nikasema tena wacha niende kwa hospitali nyingine. Nikaenda Nyamonye Mission Hospital. Pale pia walinipima, wakapata kama sina ugonjwa. Wakasema, Millicent, wewe una ugonjwa, enda nyumbani ukae na watoto wako. Hiyo wakati tulikuwa na bwanangu, juu alikuwa na mimi kila wakati. Sasa nikaamua wacha tena niende Bondo District, niende nipime tena. Kufika pale pia nilipimwa, nikapata kama niko negative, sina ugonjwa. Sasa nikakuwa na ujasiri ya kurudi mali nilikuwa nachukua dawa. Nilirudi usiku mali nilikuwa nachukua dawa, nikaambia hao madaktari, sister, mimi sina ugonjwa. Na wakaniuliza, Millicent, unaweza juaje una ugonjwa na ulikuwa unachukua dawa hapa na tulikupima tukapata kama uko positive? Nikamwambia nishapima, imepatikana sina hiyo ugonjwa tena. Wakakata, wakasema hapana, hatuwezi kubali juu kama uko positive, hata tukikupima saa hii inatoka tu positive, iwezi toka negative. Na nikamwambia nimeshapima lakini niko negative. Wakasema wacha hata sisi tukupime, alafu ndio tudhibitishe kama una huyo ugonjwa. Wakanipima. Kunipima ikarudi niko negative, sina ugonjwa. Waliogopa sana, wakastuka, wakasema, Millicent, hauna ugonjwa. Sasa kinyo tufanye, wacha tutoe viral load. Tuende tupime tuone kama hii viral load itarudi aje. Sasa hii viral load kama imerudi hauna ugonjwa, itabidi wachane na madawa. Tutakutoka kwa madawa, alafu tena upumzike after 3 months, tena tupime viral load. Walinipea madawa tu juu hiyo ilikuwa siku yangu ya kuchukua madawa, nikarudi nyumbani wakatoa viral load. Viral load ilirudi, wakanipigia simu, wakaniita hospitali, wakaniambia, Millicent, viral load imerudi na imerudi 00. Nikawauliza, sasa hii 00 inamaanisha nini? Hii 00 inamaanisha hauna ugonjwa. Sasa nikawaambia, sasa nifanyaje? Wakaniambia, wachana na madawa, ukae after 3 months. Hiyo 3 months ikiisha, tuone kama hii viral load yako itakuwa aje, juu kama umewacha madawa na kama uko na ugonjwa, hii ugonjwa lazima ishoot. Sasa hapo hiyo ndio siku yenye walinitoa kwa madawa, ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 2025. Walinitoa kwa madawa. Wakasema sasa enda ukae nyumbani, urudi hapa mwezi wa 9 tarehe 18 tena tukupime viral load. Hiyo siku ilifika nikarudi. Wakaenda wakanipima viral load, ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 9 2025.
kupima viral load, result ilirudi sina ugonjwa. Wakaniambia tena kaa mpaka mwezi wa 1. Hapo tena tutakuita mwezi wa 12 tutarudi utoe viral load zako. Sasa hapo ndio nikasema kumbe Mungu alinikumbuka. Ile siku Mungu aliniguza, Mungu alinikumbuka. Kumbe sina hii ugonjwa. Nikarudi nikakaa nyumbani. Sasa hapo ndio nikasema hapana, siwezi nyamaza na hii maneno, na Mungu ndiye amenisaidia na Mungu ndiye amenikumbuka. Lazima niende kwa kanisa yangu nimwambie bishop wangu vile hali iko. Ndio nikaenda nikamwambia bishop wangu vile hali iko. Akaniuliza, Millicent, umeshapima una ugonjwa? Nikasema nimepima. Na umewacha madawa peke yako ama? Nikasema madaktari wangu ndio wamenitoa kwa madawa, sijawacha peke yangu. Na venye niliwacha madawa walipima wakapata kama viral yangu iko 00. Kumaanisha sina ugonjwa, waliniambia hivyo. Hiyo ugonjwa sina. Sasa hapo ndio nilienda nikamwambia bishop wangu, hata hao walianza kunipima kwenye kiwango cha juu. Akasema hapana, hatuwezi nyamaza na hii maneno, lazima tukupime kiwango ya juu. Ndio walianza kunipima. Sasa hii viral load venye ilirudi, niliitwa tena usiku, wakaniambia Millicent, hauna ugonjwa. Wakaniambia sasa enda usiku, enda Bondo, uende utoe damu juu watu wa KEMRI wamesema uende huko utoe damu hata na huko. Nilienda Bondo nikatoa damu. Hiyo jibu hawakurudisha, walinyamazia. Tena nikarudi nikakaa kufuatilia jibu, wakasema watarudisha tena niende KEMRI nitoe damu ingine. Sasa hiyo ni this year. Ilikuwa mwezi wa 4 waliniita KEMRI, nikaenda huko tena nikatoa damu. Kutoa damu wakanyamazia tena result yangu. Kumbe result ilikuwa negative, sina ugonjwa. Sasa hapo ndio nilienda mali nilikuwa nachukua madawa, nikaambia wao watu nataka result yangu. Juu si lazima muniteseke hivi, na mlichukua damu yangu na mumenyamazia damu yangu. Munipe result. Wakampigia watu wa KEMRI, alafu wakarudisha result ya kwamba Millicent ako negative, ana ugonjwa yoyote. Sasa hivyo ndivyo Mungu wa manabii walinikumbuka, wakanitoa kwa uchungu yenye nilikuwa nayo. Nilikuwa na uchungu sana juu nilikuwa namlilia Mungu anikumbuke, kwa sababu ya kumeza dawa si kitu ya rahisi. Kila siku every month naendea madawa, haikuwa kitu rahisi kwangu. Nilikuwa namlilia Mungu kabisa anisaidie. Alafu manabii wakuu wa Jehova walikuwa wamesema hata ukigundua ya kwamba umeponywa, rudi kwa hospitali yako mahali unachukuanga madawa. Hao ndio wadhibitisha ya kwamba umeponywa. Ama ndio nilifanya hivyo, nilifuata hizo sharti, nikarudi mahali nilikuwa nachukua dawa. Hao ndio walidhibitisha ya kwamba huyu mama hana ugonjwa. Hao ndio walidhibitisha hivyo. Sasa nimeleta kilio yangu hapa leo juu watu wa KEMRI walirudisha results zangu, wakasema huyu mama hana ugonjwa. Na wanasema ya kwamba sijawahi kuwa na hiyo ugonjwa. Sasa nimeleta kilio yangu leo, munisaidie juu nimekaa aje bila hii ugonjwa, na nilipimwa na serikali ndio walinipima wakadhibitisha niko na hii ugonjwa. Sasa hiyo ndio nimeleta kilio yangu, munisaidie nipate haki yangu. Munisaidie sana nipate haki yangu. Juu hata mimi ni mama, niko na watoto wangu walikuwa na uchungu, walikuwa wanalia kila wakati. Hata bwanangu alikuwa na uchungu juu mimi nilikuwa na ugonjwa. Mbona saa hii wanasema ati sikuwa na ugonjwa? Na wao ndio walinipima wakapata niko na ugonjwa, wakaniweka kwa madawa. Mbona saa hii wanasema sina ugonjwa? Hao watu wa KEMRI ndio walikuwa wanapima viral yangu kila wakati, kila wasaa. Ndio walikuwa wanapima viral yangu. Kuenda kuuliza viral yangu, madaktari walikuwa wananiambia Millicent, unaendelea na madawa vizuri, ndio maana hii ugonjwa iwezi onekana kwako. Hii viral yako iko sawa juu unaendelea na madawa vizuri. Wakati nilianza kumeza hizi madawa nilikuwa tu sawa. Ugonjwa ile kuendesha iliisha. Mwili yangu ilirudi tu sawa, nilikuwa tu sawa. Sawa kabisa. Sasa venye walinipima wakapata kama sina hii ugonjwa, wakaniambia hizi dawa zinaweza nipea tena ugonjwa ingine, niwachane na hizo dawa sasa wanipime bila kama simezi dawa. Mbona saa hii wanasema ati si kuwa na ugonjwa? Hiyo ndio ombi yangu.